Kuna kizungu inasemaga do or die, do or die. Hii ndio kitu inaendelea Mbeere North kati ya Kindiki na Wamunyoro, yani the battle of the deputy president. Tunawasihi kwa heshima kubwa watu ya Mbeere North kuchagua leo wa Muthee. Munde twa ukava nundu wa kura cia MP wa Mbeere. Na Uruku aliyekuwa mbunge wa Mbeere North constituency alichukuliwa na national government akapatiwa CS docket, ndio maana kuna vacancy saa hii. Sasa nikuulize, huyu Karinda anaambia Kasongo, hii watu ya Mbeere walikataa kunichagua kama gavana. Watajua mimi ndio gavana wa Embu, watachagua huyu Muthende, wapende wasipende. Karinda aende asiende, apotee asipotee. Sasa wewe ndio nani? Haujafanya kitu chochote. Haujajenga classroom, haujajenga choo, haujajenga barabara, haujatuwekea maji, haujajenga kanisa. Saa hii unakuja unatuambia ati wewe kiongozi wa nani? Waende asiende, waende wasiende, atembea sitembee. Na unajua ile shida tuko nayo hapa, Dr. Kalonzo Musyoka, ni governor wa Embu huyu Barire wameshikana na Kasongo, wanataka kulazimisha candidate hapa Mbeere North. Na huyu Karinda anasema ati watu ya Mbeere hawakumchagua, na atawafundisha adabu wajue yeye ndiye governor wa Embu, na mtachagua candidate wake mpende msipende. Na anasema kura yake na Kasongo inatosha, yeye hahitaji kura ya watu ya Mbeere. Mimi nataka kusema namna hii, wewe Rigiji, wacha kudanganya watu ya Kenya. Ati unawadanganya. Jana asubuhi uliamuka ukaenda kwa shosho ama grandmother wa Roko. Hiyo ni upusi. Uchaguzi ni ya 27. Nyinyi watu ya Mbeere, nini mtaniambia? Hii hoteli mnataka tufunge leo ama mbele? Wangapi wanasema tufunge hoteli leo? Watu ya Mbeere, kuna pahali ilikuwa naitwa Kipipiri mwaka wa 1994. Huyu Moi alikuwa rais, akaenda pale, akapatia watu pesa, akaleta kikigi ya stima, akatuma mawaziri, akatuma ma-PS, akatuma Karinda wake wa siku hiyo. Hawa watu ya Kipipiri wakakula pesa yote, alafu pale mwisho wakafunga hoteli. Huyu mtu ya Moi akapata kula 1,000, mtu ya Democratic Party akapata 30,000. Tunaomba watu ya Mbeere North mufanyie Kasongo vile watu ya Kipipiri walifanyia Moi. Remember, in the last general election, serikali ya Kenya Kwanza na UDA with a combined effort ya Rigiji na President Ruto walifagia karibia viti zote Central Kenya. Yani hao ndio walikuwa kusema. Lakini saa hii after Musa alipasua maji pa, kila mwamba ngoma anavuta upande wake. Mwaka kira huko. Muno horo waku. Ya gicera. Eni. Karibu. Ya ugo giururai. Waka ko chai. Ya karibu turahoya. Ubeza yademo kulirirwa ne kabura. Abana. Tumwina thina mwiko. Ndeguo. Ni mweka. Uko rushire fere. Ni mweka weka. Uko tukoje ugo tukoya chai. Na mwe mko nyamakinya kwa mamu yenyu. Saa hii hata tunatembea mtaani bila magari tukisalamia watu. Siasa wewe. Huyu ni Wamunyoro anafanya door to door ministries. Hodi. Yes. Karibu. Karibu kwetu. Ndio kile. Karibu sana. Karibu. Yenzi habari. Na usifikiri ni Rigiji peke yake, Kindiki pia ako ground. Raundi amesema ataongea mpaka a break voice. Wacha vile mnamuita ati soprano sijui. Tukokera tene, tukadhure leo, tukokera tene, tukokera tene, tukokera tene, tukadhure leo. Upande hii pia tunatembea kwa mavibandaski tukikunywa chai na vikombe za kawaida kama watu wa kawaida. Siasa wewe. Sasa Kindiki ameambiwa hakikishe huyu wa Muthende ndio amekuwa the next MP wa Mbeere. Fire si fire. Ninoma si noma. Imbwekse. Kamumu hoi. Mbeere North hoi. Leo. Wa Muthende.
Na ndio maana Kindiki amekuwa akitembea kwa masoko akiomba wananchi wasimwaibishe, wampatie kura. Tumekuja hapa kwa unyenyekevu, kwa heshima, kuwaomba kura zenu kwa sababu ya uchaguzi wa wiki ijayo, na tunawaomba kwa heshima kwa sababu hiyo ni haki yenu. Tunaomba kwa heshima wiki ijayo mwezi 27 kura zenu Munenkere Leonard wa Mudende. Pia inasemekana Kindiki atembei peke yake, anatembea na manoti mamilioni, ma brown envelope. So opposition wanasema hawa watu wamechafua ground, wamemwaga pesa. Kasongo anatumia pesa yetu kufanya siasa. 400 million nendo mekuza ino Mbere North thaino. 400 million imetukika katika siasa ya Mbere. Wakati wewe Kasongo unaambia walimu wa JSS ati wangoje another 2 years ndio wapewe kazi permanent. Semeni shetani ashindwe. Lakini Kindiki ni nani? Alisema nyinyi lalamikeni tu, mimi nitapeana pesa tena mchana kweupe hadharani. Kwani iko nini? Sababu leo ako hapa na mimi naona Karambare imekuja kwa wingi. Usiwe na haraka. Mimi najua huyu leo ni mtu ya kupanga maneno. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Niwatetee wananchi. Niwatetee kwa leo. Huyu leo ni mtu mzuri. Si ni mtu ya kupanga namna hii. So acheze kama yeye. Acheze kama yeye. Leo Mudende baadaye ufanye vile unafanyanga. Kama ya so wao wewe uko sawa bwana. Ananiambia hapo sawa, lakini kwa sababu ndugu yake mkubwa kwa area leo tuongeze rate. Na kama unashangaa ni kwa nini hii kiti ya Mbeere North iko na joto hivi, hapa ndio watu wanasema itaamua kama President Ruto bado ako na mlima ama Gachagua ameshachukua mlima ameenda nayo. Na kama Gachagua ameenda na mlima, Kindiki yako wapi? A cabinet secretary of Kenya. Na kwa sababu Ruku alichukuliwa kwa national government kama CS, watu wa Mbeere North wanaambiwa mupige kura kurudishia Ruto shukrani. Ni kwa nini tunawasihi kwa heshima kubwa watu ya Mbeere North kuchagua leo wa Mudende? Ni kwa sababu hii barabara Roko na sisi tulikuwa tumesukuma, na mahali Roko amepata uwaziri sasa ilikuwa pesa imepatikana na imetangazwa, lakini bado haijajengwa. Nataka nimwambie tukae karibu na serikali, kwa sababu ya ajenda yetu sio mambo ya vyama, ni mambo ya maji, ni mambo ya barabara, ni mambo ya stima na pesa ya CDF. Ni ukweli ama ni uongo? Na kwa sababu Kindiki anataka kuonyesha Ruto kwamba bado Central iko ndani ya serikali, hii inaenda kuwa second and third world war combined. Yule ambaye ataendelea na kazi ambayo nilikuwa nafanya bila ubaguzi sio mwingine, ni Leo wa Mudende. Lakini pia mnajua Wamunyoro ni nani? Wamunyoro amesimama akasema, hii watu si mnajua waliimpeach kijana yenu, si mnajua walituaibisha, si mnajua walitudharau, si mnajua walitunyanyasa. Tupige hii kura tuwafunze adabu. Tupeleke UDA, KK pamoja na Kasongo na Soprano nyumbani. Hii hapa inaenda kuwaka moto. Huyu candidate wa Karinda na Kasongo against the people of Mbeere. This is a contest between Kasongo and Karinda on one side na watu ya Mbeere on the other side. Nani atashinda? Nani atashinda? The contest is simple. Kwa sababu huyu kijana ameletwa, na hiyo kijana hana makosa, ni mtoto wetu. Tutamsaidia huko mbele tukiuda serikali. That boy, there is no problem. Anatumika tu, hata hana kura ya hapa Mbeere. Utapigia kura mtu namna gani hawezi jipigia? Harambee! Harambee! Tuwa kiratene, tuwa kiratene, tuwa kiratene.